Naam, asalamu alaikum. Ndugu zangu, zimepita siku kama 5. Kuna jambo limetokea, limekuwa likiendelea mtandaoni na mimi nilikuwa nimepromise nasema sitaongea. Lakini hapa nilipo natetemeka, nina wasiwasi. Nimeamua nije kwenu. Kuna vitu niviweke sawa, kuna vitu niviongelelea hata kama watu wengi wamenishauri nisiviweke mitandaoni, lakini inabidi kwa sababu mimi watu wengi wananijua kupitia mtandao na maisha yetu mengi ya dibezi huku mtandaoni. Kuna kitu nimekipata leo ama kimenifikia, kimenitia wasiwasi na hili jambo linaloendelea. Na voice hapa naomba tuisikilize kidogo alafu ndio tuendelee kueleza kwa nini inanitia wasiwasi. Ndugu yangu, watu wamekuja kuroga nasikia kuna mambo yamechafuka huko. Hata nikaroga jana nitoa talaka 2. Nikajiuliza, huyu mwanamke huwa anamwona TikTok na ni huyu bibi baadaye ndo akataile mja. Sasa kwenye mitandao watu wanaongea, basi nikajua ni mambo ya TikTok. Waweza kuna watu tu wanaongea lakini pengine wenyewe wanataka followers na likes. Nilipoona yule mwanamke nikajua hii story kumbe ni ya kweli. Hata amefika huku, wametoka Msambweni amekuja huku Mangulu. Akatengenezewa, niliponaliziwa ndo na mimi nikiingia na mambo yangu. Ile kuongea sasa tukuongea live. Sasa nasema mimi nilikuwa na boda wangu huwa ananipeleka mahali, kama nataka kwenda mahali ananipeleka napeleka mzigo wangu. Sasa naambiwa boda niko naye, kama anashikana message. Sasa mimi hata wanangu sasa anitaki hata kuniona, hata sasa hivi ananienda kwetu. Nafikiri mmesikia hiyo voice. Hiyo voice kwa wale ambao hawajaelewa, kwa leo Mwangulu kuna mganga anaitwa Rama, kuna watu 3 wameenda huko ambao ni mcheja wangu wa kike, ni Kibzi ambaye tuseme alikuwa mke wangu, na 3 ni huyo mama mwenyewe Kungwi Dida Baddest. Wameenda huko ugangani, lakini tushukuru Mungu maana hizi salamu zimetufikia kupitia shabiki wetu, mtu ambaye ananijua. So mimi wasiwasi wangu ni mimi sijui litakalonitokea kwa kweli, na nitajibu majibu yenu kwa ufupi sana. Watu wengi wananiuliza, watu wengi wananiona mjinga kwa vile nilikaa kimya, lakini nitajibu majibu yenu kwa ufupi sana. Ni ukweli tukio ambalo lilitokea, ni ukweli aliyekuwa mke wangu ana mahusiano, nilimpata yani ana mahusiano na bodaboda wetu ambaye anatusaidia hapa nyumbani, tunamtuma hapa na pale. Nilimpata na hayo mahusiano, na nilipogundua hicho kitu ni cha ukweli nikakifanyia uchunguzi. Nilipopata ushahidi wangu, basi mimi sikuchukua maamuzi yoyote. Nilimwamuru mwenzangu aende nyumbani ili nikae nijitafakari, alafu nitatoa majibu yangu baadaye. Nimevunjika moyo kwa kweli, lakini mnaambiwa muungwana kivuliwa nguo asimami uchutama. Alafu pili, sikutaka kuongea mambo mengi kwa sababu yule ni mzazi mwenzangu, mitandao inaishi, watoto wangu watakuja kuona hivi vitu, lakini kwa mambo ninayofanyiwa yamenitia wasiwasi mimi mwenyewe. Nyinyi nyote ni mashahidi, mmeona nilivyopambana. Nimepambana kwa hali na mali kumweka stable mwenzangu, kujiweka stable mimi mwenyewe. Ninaonekana mweu, dunia nzima inanicheka, lakini ili mradi tu ni kuleta kitu kwenye familia. Lakini yametokea kutokea, siwezi laumu, yeye mwenyewe ndo anajua sababu kubwa ya hili jambo ni nini. Maana mimi nimejaribu kutafakari yale makosa yangu pengine niliyofanya sijayajua. Kitu kingine ambacho nataka kusema ni Dida, mimi nilidhani wewe ni rafiki sana, lakini umekuwa mstari wa mbele. Mbali na haya yote niliyofanyiwa, hizi juhudi zote ninazofanya, lakini wewe umekuwa mstari wa mbele kumshinikiza mke wangu kwa waganga. Wewe ndio umekuwa bingwa yani wa adanganye, kumpa kila mbinu za adanganye. Mulimtumia Aisha Mchina, mtoto wa watu, mmemharibia jina lake, lakini haitoshi, bado unamhangaisha kwa waganga. Dida, naomba ndugu yangu,
usimame kunifanyia hivyo. Sina ubaya na wewe wala sina ubaya na huyo mtu, kwa sababu mimi mke wangu nilimpenda mimi mwenyewe tu bila nani. Na kama imefikia hapa, yeye mwenyewe alifanya maamuzi kumchagua mtu mwingine kuliko mimi. Sasa niacheni jamani niishi kwa amani. Niacheni niishi kwa amani jamani. Mpaka nakosa kuamini, siku ya Arafa mke wangu alishika msaafu mbele ya kila mtu, mbele ya dunia nzima, na kusema hili jambo ni uongo. Akakataa kata. Siku kubwa ya Arafa akasema, Mwenyezi Mungu, kama mimi nimefanya kweli nidhalilishe. Jamani, mpaka mimi kasema labda nasingiziwa mke wangu, lakini kumbe jambo ni la ukweli. Na wallahi ile siku aliyosema hivyo, ile siku aliyosema hivyo, kulivyokucha tu ndio ukweli sisi tulijua. Na haikufika jioni basi yeye mwenyewe alikubali na akatamka na kinywa chake kuwa hizo message ni zake, na kweli yeye wana mahusiano na bodaboda. Na hivi mnavyoona leo wameenda ugangani, na leo habari tumezipata. Ulisema udhalilishwe. Sitaki kusema sana, mimi sitaki kukuwekea maneno mdomoni, lakini mimi nakuomba tulia. Mimi naamini you are a strong woman na kila kitu kitakuwa poa. Jituze.